na kuwapongeza. Tunaizungumzia Simba ambayo benchi lake lote la ufundi ni jipya. Walimu wanahitaji miaka mitatu, miaka minne kuweza kutengeneza timu imara, lakini ndani ya muda mfupi mwalimu Fadlu Davis amefanikiwa kutengeneza Simba imara yenye wachezaji wapya, wachezaji wasiokuwa na uzoefu, wachezaji wadogo, na hatimaye ametupeleka hatua ya fainali. Kwenye timu hii ukitoa Matola na Patrick Raymond meneja, waliobaki wote walikuwa wageni, lakini pamoja na ugeni wao wameweza kutengeneza Simba iliyokuwa imara na tishio, na hatimaye tumecheza fainali. Ndiyo maana tunaweka wazi ya kwamba sisi kwenye mioyo yetu, kwenye fikra zetu tunasema ya kwamba sisi ni mabingwa wa Afrika msimu huu, kwa sababu tumetimiza malengo yetu. Hili limekwisha. Tunachokiangalia sasa hapa ni kutengeneza timu ya kwenda kutupa ubingwa. Sasa tayari tuna timu ya kuweza kutufikisha fainali. Paliko baki ni timu ya kwenda kutupa ubingwa, na ili tuweze kufanikiwa hilo, standard mpya ambayo tumeiseti hivi sasa, niwaambie ndugu zangu waandishi wa habari, standard yetu tunapoanza michuano ya kimataifa, break yetu inakuwa ni fainali ya michuano ya Afrika. Hiyo ndio standard mpya ya mnyama ambao tumeiweka hii leo. Msimu huu kimataifa tumemaliza, tunajipongeza na tunakwenda kujipanga kwa wakati ujao. Ahmed, mashabiki wa Simba wengi ambao nimepata nafasi ya kuongea nao wanasema kinachouma sio kufungwa, lakini wanaona wameonewa zaidi kuliko kuwa fair. Mashabiki wana haki ya kuzungumza. Kama kuna maamuzi hayakumridhisha mtu yoyote, ana haki ya kuzungumza. Na mpira ni mchezo wa hadharani. Kila mtu anaona kama ile imefanyika sawa ama ile haikufanyika sawa sawa. Kwenye failure yoyote huwa kuna sababu mbili. Huwa kuna sababu ya nje na kuna sababu ya ndani. Kwa hiyo sisi Simba Sports Club kuna sababu ya ndani iliyotufanya tukose ubingwa. Tutakwenda kuiangalia hiyo na tuboreshe. Alafu kuna sababu ya nje, hiyo ambayo mashabiki wetu wanaizungumzia. Nayo tunakwenda kujipanga tudili nayo vipi, ili safari inayokuja yasiweze kujitokeza matatizo ya nje. Swali la mwisho kwa mashabiki wa Simba, tutembee kifua mbele kwa hiki ambacho tumekipata msimu huu. Of course inauma kukosa ubingwa mbele ya macho yako, lakini tunapozungumzia maendeleo tuna kila sababu ya kujipiga kifua na kusema ya kwamba timu yetu imefanya kila kitu kizuri msimu huu. Wala shabiki wa Simba usijisikie unyonge, wala shabiki wa Simba usijisikie usiugue na moyo wako. Shabiki wa Simba, tembea kifua mbele, timu ya kutamba nayo tunayo. Na wala usiogope mtu akakucheka. Anayekucheka ameishia hatua ya makundi. Unakumbuka hatua ya makundi imeisha lini? Tumesahau, hata tukumbuki imeisha. Anayekucheka aliishia hatua ya makundi, yani zamani huko. Sasa mtu kama huyo anatoa wapi authority ya kukucheka wewe? Huyo ni mtu mjinga ambaye kwenye filosofi ya maisha, kwa wale ambao mmesoma, matokeo yakitoka alafu darasa zima limefeli, kuna mtu ataumia, alafu kuna mjinga mmoja atasema yes, tumefeli wengi. Sijui umeelewa Hao ndo wale walioishia makundi, alafu anamcheka mtu wa fainali, anaingia kwenye hilo kundi la wengi, na kundi la hao wajinga ambao hajisikitiki yeye kufeli kwake, ila anafurahia na msabaha naye kafeli. Hilo ni kundi la watu wajinga. Sasa mtu kama huyo hapaswi kukuumiza kichwa wala akili hata kidogo. Na hilo kundi la wajinga ndio akatengenezaga kamsemo, msiba wa wengi harusi.
msiba ni msiba tu, msiba wako ni wako tu, haijalishi ni weni. Lakini furaha ya masikini ni kumuona tajiri naye amelala njaa, ndo anajisikia raha. Hawazi kama hajala yeye siku nzima atauma vidonda vya tumbo, anachowaza na model naye hajala leo hii, basi wote tuko sawa. Hawazi kutafuta hela ili yale, anafurahi kwa sababu na tajiri naye. Sasa hao ni watu wa hovyo ambao sisi wana Simba hatupaswi kuingia kwenye mtego wao wa kutucheka sisi kupoteza fainali. Sisi tuna kila sababu ya kujiproud, tuna kila sababu ya kuvimba, na kesho tunarejea Dar es Salaam kibabe vibaya mno, hatuna unyonge hata mmoja.